wewe ni nani? Na mbona unapenda kuingilia mipango yetu? Kuhusu kunijua mimi ni nani, haiwezi kukusaidia. Ila kitu ambacho kinaweza kukusaidia, mshushe huyo binti aondoke zake. Nimwache aondoke zake? Wewe kama nani kwenye nchi hii? Ukitaka kunijua mimi ni nani, basi usimshushe huyo binti ili nikuonyeshe mimi ni nani. Samahani kakaangu, wewe ni nani? Na kwa nini kila ninapopata matatizo unatokea kunisaidia? Wewe ni nani? Mimi ni raia wa kawaida tu. Wewe usiwe na wasiwasi wote ule. Alafu na kuhusu kukusaidia, mimi mwenyewe sielewi inakuaje. Kwa sababu kila unapopata matatizo, mimi ndo nakuwa mtu wa kwanza kukusaidia. Ila cha kukushauri tu dadangu, inatakiwa kuwa makini sana. Maana watu ambao wanakuwa nakuvamia kila siku ni wale wale. Na hii wazi inaonyesha kuwa wana nia mbaya na wewe. Kwa hiyo nikutake kuwa makini sana. Sawa kakaangu. Lakini ningeomba hata uniambie jina lako. Angalau tu nikufahamu hata kidogo. Kuhusu jina langu, haliwezi kukusaidia kitu chochote. Ila cha kukusaidia, mimi naona ungefocus kwanza na kuwa makini na hao watu. Okay. Basi sawa. Asante sana, Mungu akubariki kwa kuokoa maisha yangu. Usijali. Sawa. Usijali. Fedasa, mbona unashika mkono? Yule si Kichi yule? Ndio, ni Kichinje, nimemwona. Niache basi niende hata nikamsalimia kidogo. Yule ni Kichi aliyenipita hapa, kumbuka eti. Ni Kichi ndio nimemwona. Lakini vipi? Unataka umsalimie yeye alivyokupita hapa amekusalimia? Si haja kusalimia. Kapita kama vile hakujui, kama vile hakuoni. Hapa wewe unataka kumfuata huko kwa kazi gani? Sikia Farida, ndio amenipita hapa ameniona, lakini acha nikamsalimia tu. Yule ni Kichi jamani, Farida kumbuka hilo. Yeye kakusalimia? Si haja kusalimia. Kakupita kabisa hapa tena kakuangalia kama vile hakujui. Alafu sasa hivi unataka eti ukamsalimia. Nisikilize. Tuondoke nyumbani. Kichi. Farida, umeona sasa mpaka Kichi amenipotea naye, kwani ulinishika mkono? Kwani wewe binti una shida gani? Eti. Haya, kwa hiyo kama kapotea mimi nimfanya nini? Yes, amekupita pale kabisa, hata kukuongelesha haja kuongelesha. Kakuangalia hata usoni yule. Amekupita kabisa kama vile hakujua. Hapo sini Kichi kila muda Kichi. Hivi una shida gani wewe? Farida, shida sio kuniongelesha. Sasa mimi ningemwongelesha ningepungukiwa ni. Unaona sasa mpaka kanipotea, mimi sijui ameenda wapi. Naomba nisikilize vizuri. Huyo Kichi wako huyo angekuwa anakupenda angekuongelesha. Tena kwa adabu tu, lakini sasa hivi hakupendi ndio maana amekupita kama vile hakujui. Tuondoke nyumbani. Farida, lakini Kichi yule Farida. Hebu tuondoke. Leticia, hivi kumbe ni mpumbavu siku hizi humu ndani eh? Hivi wewe siku hizi akili zako za zamani ambazo umekuja nazo hapa kuja kufanya kazi, umezipeleka wapi? Mbona kile kitu changu siku hizi nikikuagiza utaki kukifanya kama nilivyosema? Yaani sasa hivi nina kazi ya kukuagiza hapa ndani. Unaenda unaishia pale, unarudi hapo unaanza kunilalamikia sume kutwa na nini huko barabarani wakati hakuna kitu chochote ambacho kimekukuta. Kwa hiyo unanifanyia makusudi au umeshachoka kazi mwenzetu tukutoe humu ndani? Hapana dada. Mimi nilikuwa naenda kabisa na nilikuwa nimekaribia kufika. Lakini nilipokuwa njiani, wale wauni walionikaba siku ile tena wametokea wakaanza kunipiga. Wewe usinione mimi kama kichaa sijielewi. Binti najielewa vizuri sana na najua nini ambacho nakizungumza. Hivi hao vichaa wahuni ambao wako kwa mtaani wanakusubiriaga wewe tu. Au wewe peke yako ndo anayekuinda? Una nini cha kuapa? Au mwenzetu wangu ukitembea unaandikwa una madoni huko nyuma, unaandikwa mgongoni una miela, una midoni, una miela huko mfukoni kwenye hicho apron chako umeweka pesa. Wanakufuatiliaga wewe tu. Umeumia wapi mwenzetu? Mbona hujaumia sehemu yoyote?
Lakini dada, sijaumia kwa sababu nimekuja tena kusaidiwa. Na aliyenisaidia ni yule mkaka aliyonisaidia siku ile. Mkaka aliyekusaidia? Ndio. Kwani huyo mkaka ni nani kwanza? Ni nani kwenye nchi hii labda tumjue ambaye anakusaidiaga wewe tu, ambaye ukitoa unyayo wako anaanza kukufuatilia mpaka unapata matatizo? Maana sasa haiwezekani eti mtu kila siku ukipata matatizo, mkaka yule kanisaidia, mkaka yule kaenda hivi, nimetekwa kaja kanisaidia. Ni nani huyo mtu? Au mnajuana na utaki kuniambia? Hapana, hatujuani, mimi mwenyewe ndo nimemwona tena kwa mara ya pili. Wewe Leticia, sasa naomba unisikilize kwa makini udugu. Pesa yangu kwanza iko wapi? Ninayo. Vizuri. Sasa naomba nisikilize kwa makini tena unielewe kabisa. Hapa ndani shoga yangu huingii humu ndani. Kama hujaleta kitu ambacho nimekuagiza, humu ndani huingii. Upo? Kwa hiyo sasa cha kufanya, naomba unyanyue hizo fito zako, urudi huko nilikokutuma na ukaniletee kitu ambacho nimekuagiza. Fanya haraka. Lakini dada, mimi siwezi kurudi huko tena. Naomba niingie ndani nipumzike kwa sababu najisikia vibaya, mwili unaniuma, maana alininyanyua afu akanipiga. Naomba nipumzike kwanza. Oh. Basi sawa mwenzangu, kama wewe ndio umeshaanza kujipangia majukumu humu ndani, unatakiwa kwenda au kutokwenda. Wewe ndio ushakuwa mama mwenye hii nyumba. Sawa. Na mimi sasa mama mwenye nyumba mwenyewe. Wewe si ni photocopy? Ndio nakwambiaje humu ndani huingii. Uchague kati ya vitu hivi viwili. Kubaki humu ndani na kufanya kazi, nikutume huko uliko kwenda na ukaniletee kitu ambacho nimekuagiza, au nikakutolea matambala yako yote mle ndani nikutupie hapa uondoke nyumbani kwenu. Chagua binti. Unachagua lipi kati ya hayo? Dada, mimi sijakataa kwenda, lakini naomba nipatie muda kidogo angalau nipumzike, hata ninywe maji, maana najisikia vibaya. Nitaenda baadaye na kuomba. Mimi sasa hivi najisikia vibaya, alafu naweza nikaenda tena nikakutana nao. Mimi naogopa. Naogopa nitakutana nao wahuni tena wakakutenganisha firigisi mpaka bandama. Mpuuzi wewe. Naomba uende nilikokutuma. Nikakuokotea nguo zako nikuletee hapa? Hapana, basi dada, mimi naenda. Haya, toka. Nende kwa kutoboe wakutolee na moyo. Mpuuzi wewe. Pablo, nimeshamrudisha tena huyo binti huko. Kwa kazi imebaki kwenu, tunaombeni mmalize kila kitu kwa sababu nawaona kabisa kwenye kazi yangu sasa hivi mnazembea sana. Kitu ambacho nawaagiza mnafanya tofauti. Hapana madam. Tatizo yule mkaka tena alitokea kumsaidia kwa mara nyingine. Na ndio maana tulishindwa kumaliza kazi. Wewe. Hivi, kwanza naomba nikuulize. Huyo mkaka mnamjua? Huyo mkaka mimi namfahamu. Anyway, nadhani tutapata muda mwingine wa kuzungumza na tutalimaliza hili swala. Fanyeni kazi yenu. Basi sawa madam. Faida, kiukweli niseme asante sana kwa kuwa umeweza kunielewa na umeweza kukubaliana na mpango wangu. Kanoni bwana, hata usijali kwa sababu mimi nadhani ndo naanza na nimefanya kitu kidogo sana, bado sijamaliza. Kwa hiyo kuhusu kazi yako mimi nadhani nitaifanya tena kwa kiwango cha hali ya juu sana. Nadhani wewe mwenyewe unanijua toka zamani. Mimi nakuamini sana. Najua uwezo wako wa kazi. Ikitokea swala la kazi, ukiachana madhaifu yako madogo madogo ya kibinadamu, mimi nafikiri kwenye upande wa kazi uko vizuri sana. Kwa hiyo baada ya wewe kukubaliana na mpango wangu, hii pia imenijengea imani sana. Na nazidi kuamini kuliko hata mara ya kwanza. Kwa hiyo naamini tutafanya kazi pamoja kwa weledi mkubwa sana. Sambamba na hilo, kiukweli kazi ya hivi sasa hii kidogo ni ngumu. Na unahitajika sana kuwa makini sana. Kwa sababu one mistake, one goal. Nitaomba uwe makini sana kwenye kazi hii.
Oh, usijali kuhusu hilo Kanoni. Mimi niko makini sana zaidi hata wewe umakini mwenyewe. Na unanifahamu vizuri. Huwa sina shombovu. Lakini pia Kanoni, hata leo pia nilikuwa najisikia kulala nyumbani kwako. Vipi? Naweza nikaja tukalala wote nyumbani kwako? Usijali, karibu sana nyumbani. Kwa sababu nyumbani kwangu ni nyumbani kwako. Na wewe unaifahamu hilo. Kwa hiyo unaweza kufika muda wote unapojisikia. Na ukaribisha sana. Wow, kweli? Yeah, sure. Thank you. Kanoni. Samani nimewakatisha. Nina shida na wewe. Njoo tuongee mara moja. Mambo. Poa. Kanoni, samani. Unavyoniona hapa nilikuwa na shida na wewe. Imekuwa kama bahati nzuri nimekuona pale. Na mimi nadhani hamna mwingine anaweza kunisaidia zaidi yako. Kanoni, nina shida na pesa. Naomba unisaidie please. Kiasi gani? Ni kama 300,000 tu. 300,000? Yeah. Sawa, nitakupa. Hakuna pesa ambayo unapatiwa hapa. Hivi mwanamke, mbona shida gani? Eti, nyie watu wafupi waga na shida gani? Wewe Andunje, nilikwambia nini kuhusu mume wangu? Na hapa unafanya nini na mume wangu? Kanoni, kwani uliniambia nini? Si ulisema kwamba huyo sio mwanamke wako? Aya, what's going on? Mbona sielewi? Oh, alikwambia kwamba mimi sio mke wake na wewe kamwamini, si ndio? Haya, huyu hapa atakwambia. Kanoni, mwambie tena kwamba mimi sio mke wako. Nikane tena mbele yake. Mwambie. Sasa unikane. Ona lilivyokushuka. Huna hata haya mwana Isaya wewe. Muone kwanza. Hebu kuendaga huko. Vitu vifupi si uwaga vina shida gani jamani? Kazi kuongea tu na wanaume za watu barabarani. Shemeji, nadhani umekuja ni asubuhi sana. Kwa hiyo nilikuwa na majukumu bado nayafanya, nilikuwa sijayamaliza. Na hata hivyo imebidi nije nikusikiliza kwa sababu umesema una mazungumzo ya muhimu. Na kitu kingine, dada bado amelala sasa hivi. Kwa hiyo akiamka akikuta bado sijamaliza majukumu yake, lazima tutagombana. Kwa hiyo kitu ambacho nilikuwa nakuomba, naomba ongea haraka ili kusudi nisichukue muda mrefu kusikiliza. Sawa Leticia, mimi naelewa. Na naelewa pia majukumu yako. Na pia naelewa aina majukumu yako ambayo unayafanya. Kwa hiyo usijali kabisa. Niko hapa kutaka tukujua taarifa zaidi kuhusiana na kesi yako. Na pia nataka nikupe mrejesho kulingana na kile ambacho nimeshaanza kukifanyia kazi. Kwa sababu nilikwambia uje kituoni lakini ulishindwa kufika kwa sababu ya majukumu yako, lakini mimi naelewa. Na mpaka sasa kiukweli hatua ambazo nimefikia kwenye kesi yako kiukweli zinaonyesha matunda kiasi fulani, kwa sababu muda sio mrefu unaweza kujua wabaya wako ama watu ambao walihusika kwenye ile tukio la kukukaba na kutaka kukusababishia kifo. Na sambamba na hilo kuna mtu ambaye nimeshamweka kwa ajili ya kuanza kufuatilia hiyo kesi. Maana yake ni kwamba ni mpelelezi wa chini kwa chini ambaye atakuwa ananiletea taarifa kuhusiana na kesi yako. Lakini hata wewe inabidi uanze kunipa ushirikiano kuhusiana na hii kesi. Kwa sababu ninajua kabisa wewe ni ngumu kutoka na kuja kule ofisini, lakini ikitokea kupata nafasi itabidi uje utoe maelezo zaidi. Shemeji, mimi nilikuwa nadhani hili swala ungeachana nalo tu. Kwa sababu kiukweli mimi sihitaji mambo ya polisi. Na hili ni swala tu la kawaida. Mimi nadhani ungeachana nalo kwa sababu mimi mwenyewe nimeshapotezea na nimemwachia Mungu. Leticia, ilimradi hili swala lipo kwenye mikono ya sheria. Na mimi ni mmoja katika wale ambao wanalifuatilia. Tayari umeshapata msaada kwa sababu naamini kabisa lazima utapata haki yako ya msingi ambayo watu wanataka kuichezea.
Kwa hiyo cha msingi wewe nipe ushirikiano tu, kwa sababu nafahamu kabisa wewe ni binti mzuri, binti ambaye unafanya majukumu yako kwa usahihi kabisa. Kwa hiyo kwa kuwa mimi nimeapa kuhakikisha kwamba natoa ulinzi mzuri kabisa kwa ajili ya raia na mali zao, wewe pia ni miongoni mwa raia ambao mimi nawapa ulinzi na nishaikuambia hilo swala. Kwa hiyo usianze kupata shida alafu mimi nipo. Nitahakikisha unapata haki yako kabisa. Kikubwa tu nipe ushirikiano japo kidogo. Nikikuhitaji nipe ushirikiano kwa wakati, nipe kwa wakati. Kwa sababu nafahamu kabisa ndani ya muda tu tutaweza kuwapata wabaya wako. Na kuanzia hapo watapata adhabu stahiki kulingana na kile ambacho wanataka kukifanya kwa ajili yako. Shemeji, mimi nilikuwa nakuomba tu hiyo kesi uifute. Mimi sijawahi kujihusisha na kesi yoyote ile polisi. Kwa naomba uachane na hii kesi. Itabidi uwape ushirikiano jeshi la polisi kama anavyosema shemeji hapo. Shemeji, habari yako? Salama tu shemeji. Za huko tokako? Huko nitokako ni kwema kabisa, lakini mimi niko hapa muda mrefu kidogo. Nilikuwa najaribu kuzungumza na Leticia kuhusiana na haki yake ya msingi ambayo kiukweli kuna watu wanataka kumzuru na kutaka kumsababishia kifo. Na mpaka sasa nimeshafikia hatua za mwanzo kabisa. Kwa hiyo nimekuja tu kuchukua maelezo zaidi ili niweze kuendelea kuweka details zangu vizuri. Na bahati mbaya sana nimemkuta Leticia hayuko sawa. Kwa hiyo kwa busara zaidi nimeona niondoke sasa hivi, nimwache aweze kupumzika, nitarudi jioni. Sawa shemeji, hata hakuna shida. Vipi? Karibu ndani. Asante sana. Lakini ndo kama hivyo, umenikuta hapa nimeshakaa muda mrefu kidogo, alafu kuna sehemu nitakuwa niwahi. Lakini nimeshazungumza na Leticia, kaniambia kwamba hayuko sawa kwa sasa. Kwa inabidi nimwache kwanza apate kupumzika, mimi nitarudi jioni hapa kuja kuchukua details zingine. Sawa shemeji, hata hakuna shida. Sisi jioni utatukuta tupo tu. Okay. Hamna shida. Haya, kwa hili. Wewe, hiki ndo ulichokuwa nakitafuta, si ndio? Katika pita zako zote, hiki ndo ulichokuwa nakitaka. Huo unaacha kazi zangu humo ndani, unakuja huku nje unaanza kuzubaa tu, unabumbwa kama mchwa huku nje ya geti, ili kazi zangu zibaki huko ndani, hakuna anayezifanya, si ndio? Dada, lakini shemeji aliniomba, akaniambia nije nimsikilize kidogo, alikuwa na mazungumzo. Na hata hivyo alikuwa anaongelea kuhusu mambo ya polisi. Ila mimi nimemkatalia, nadhani umesikia. Nimekataa, nimemwambia ifute ile kesi. Wewe Leticia, wewe naomba unisikilize. Tena unisikilize na unielewe. Usishie kunisikiliza tu afu haya maneno ambayo nakwambia yakaingilia huko yakatokea huko. Kitu ambacho nakwambia hapa, naomba uachane na masuala ambayo hayajakuleta hapa ndani kwangu. Naomba uachane na kila kitu ambacho hakijakuleta kwenye hii nyumba yangu, hakijakuleta kwenye hili jiji la Dar es Salaam. Umenielewa? Fuata ambacho kimekuleta. Umekuja kufanya kazi binti, fanya kazi zako. Maliza, tafuta sehemu, kaa, pumzika. Haya masuala si ya polisi, si masuala ya nini, achana nayo, yatakuponza. Na nikwambia tu kitu kingine, utaikosa kazi yako. Kwa wewe ndio utachagua. Uendelee na mambo ya polisi au uikose kazi yako uende nyumbani kwenu, kijijini kwenu yani, ukaanze kuhangaika na maisha. Umenielewa? Sawa dada. Mimi mbona nimeshakuelewa muda mrefu. Na ndio maana nimemwambia ile kesi haifute, kwa sababu uliniambia nisijihusishe na mambo ya polisi. Na hata hivyo nilikuwa nimebakiza kazi kidogo tu, kwa hiyo naenda kumalizia. Uzuri machaguo nayo wewe mwenyewe. Utachagua kipi ambacho unakitaka, na nimeshamaliza. Unaweza ukaendelea na kazi zako. Sawa. Hello?
Sebiga, kuna kitu nataka kukwambia. Naombeni muwe makini sana, kwa sababu sasa hivi mtaa huu umechafuka. Kila sehemu mnatafutwa. Sawa, iko hivi. Sasa hivi hamtakiwi kujichanganya na vigenge vya wahuni wa aina yoyote ile, na wala msikae vijiweni. Mimi ndo nishawaambia sasa. Kwa mkizembea shauri yenu. Nitaenda rumande. Sawa. Tami, nimefeli tena kwa mara nyingine. Na huyu dada wa kazi kafelisha mpango wangu. Na kichwa kinaniuma sana kwa kujiuliza, kanifelisha kwa makusudi au kwa bahati mbaya? Na alikuwa na lengo gani? Sielewi mpaka sasa hivi. Na kiukweli, pesa zimetoka nje ya geti langu. Pesa zimetoka nje ya geti langu, mbele ya macho yangu. Yaani nikishuhudia bila kuchukua hata shilingi 10. Hili swala limeniuma sana. Janeti, unadhani kwamba yule binti wa kazi alimfanya kwa bahati mbaya? Yule amefanya makusudi na kadhamiria. Hebu naomba nikuulize, wewe kusoma ujui na hata kuandika pia ujui? Yule binti amedhamiria, kwa sababu kila mipango ambayo mimi na wewe tunapanga, yeye ndo amekuja kuiharibu. Mipango mingapi ambayo tumefanya? Lakini mwisho wa siku amekuja kumepangua yeye. Tukisema hapa tumefikia mwisho, anakuja anaharibu. Huoni? Unakumbuka mara ya kwanza mpango ambao ulinipa mimi? Leticia akaja akauharibu. Mwisho wa siku akakubali hadi kipigo, kwa sababu alikuwa anajua kosa lake ambalo amelifanya yeye mwenyewe. Hakukataa. Janeti, kuwa makini na binti wa kazi. Leticia ni hatari kwa afya. Unatakiwa uwe makini naye sana. Na usipokuwa makini, utakuja kulia na kusaga meno. Tami, unadhani sikuelewi ambacho nakizungumza hapa? Na kuelewa sana, na naelewa kila kitu ambacho nakizungumza hapa. Hata hivyo kina Sebiga niliwaagiza kwa ajili ya kumwadhibu kwa kile ambacho alikifanya jana. Lakini cha ajabu wamefeli tena. Watu uliowaagiza wamefeli? Ndio wamefeli. Yule kaka aliyemsaidiaga mara ya kwanza, kwa maelezo yao, wameniambia kina Sebiga kuwa amemsaidia tena kwa mara nyingine. Kwa yule mtu alikuja kumsaidia kwa mara nyingine tena. Kwa hiyo unamjua? Tami, huyo mtu mimi simfahamu, lakini nimeongea na Pablo akasema anamfahamu. Kwa hicho kitu nahisi kitanisaidia, kwa sababu nimepanga muda nipate time niweze kuzungumza na huyo mtu, nimjue ni nani na anataka nini, kisha nifanye naye mazungumzo. Wewe Janeti, unachekesha kweli wewe. Tena unafurahisha na sio kitoto. Kwa hiyo unataka ukaonane naye uongee nini? Kwa mazungumzo gani ambayo unataka kuongea naye ule kijana? Yaani wewe hapa unachotakiwa na unachopaswa, unatakiwa umdhibiti wewe mwenyewe mapema kabla mapembe hayajaota. Unatakiwa wewe mwenyewe upambane naye wewe mwenyewe. Sijui unanielewa? Na kingine Janeti, naomba kuwa makini na dada wako wa kazi. Yule binti ni hatari kwa afya. Usipokuwa makini, yule binti ipo siku atakuja kukudhalilisha. Atakuja kufanyia kitu ambacho hautakuja kuamini kwenye maisha yako. Chukua hiyo kodi. Sawa. Janeti, karibu. Asante. Habari yako? Salama, kwema. Kwema. Hepe, mbona nakupigia simu zangu tokea jana upokei? Hii ina maana gani? Janeti, kusema kweli jana nilikuwa busy sana. Kwa sababu nilikuwa busy na kuagiza mzigo. Maana naona dukani mzigo imeisha.
kule store nako mzigo hamna. Kwa hiyo ndio maana nilikuwa busy sana jana. Anyway, hata hivyo sio kilichonileta. Happy, nimekuja hapa dukani kwako nina changamoto kidogo. Nilikuwa naomba nikopeshe pesa. Janeti, nikukopeshe pesa? Yeah, pesa. Una shida gani mpaka nikukopeshe pesa? Alafu shingapi labda unahitaji? Happy, ni hela tu kidogo. Ni kama 1,000,000 hivi. What? Janeti, 1 million. Be serious. Unajua kwamba hiyo 1,000,000 unaitaka wewe ndio msingi wa biashara yangu. Happy. Unashangaa nini sasa hapo? Unashangaa kukwambia 1,000,000 au? Nisikilize vizuri. Mimi hiyo pesa yako sio kwamba eti nitakucheleweshea. Pesa yako naichukua leo, then nitakurudishia jioni. Kwa sababu kuna vitu vyangu tunavifanya mazingira haya. Sijataka kwenda nyumbani na ndio maana nikapitia hapa dukani kwako ili uniazime hiyo pesa. Jioni nitakurudishia. Nadhani unajua kabisa kwa kwangu mimi pesa sio shida zangu. Yaani sinaga njaa ndogo ndogo kama hizo. Kwa nashangaa unavyoshtuka hivyo kama unijui. Janeti, pesa mimi nitakupatia. Lakini make sure unafanya jioni kweli unarudishia pesa yangu. Kwa sababu huo mzigo tayari nishaagiza. Na kesho nahitajika kufika hapa dukani. Kwa hiyo kuwa makini sana. Hakikisha pesa yangu unaniletea jioni kama ulivyosema. Okay, fine. Nikutumie kwenye namba gani? Niweke tu kwenye namba yangu ile ile. Oh. Basi sawa, nitakutumia. Na kitu kingine, zile nguo zangu nilizokuagizaga kipindi kile. Nilikuwa nazihitaji. Nataka niondoke nazo. Janeti. Nikukopesha pesa na nguo tena. Jamani. Sasa nini cha ajabu hapo? Wewe kama unanipatia nguo wewe nipatie. Mimi pesa kama nilivyokuambia sio shida zangu nitakupatia. Kwa hiyo nipa nguo zangu niondoke zangu. Kama unipi pia useme. Basi sawa, nakupa. Narudia tena. Hakikisha pesa yangu unairejesha kama ulivyosema. Sawa? Sawa. Okay. Haya, asante. Hakikisha uchelewe kuniwekea pesa. Na nikutakia wakati mwema. Okay, nawe pia.